nini? Kuna nini, kitu gani? Jamani. Wala sasa watu sasa hivi. Umemwagia maji, amepitiwa na pikipiki jamani. Acha upumbavu wewe, si vibaka wanaotusumbua hapa mjini. Peleka kwa kweli ni wabaya. Mpeleke kwako kampe msaada. Wewe kituo cha yatima, kampe msaada kwako. Vipi habari za huko utokako? Baba ni naona kama ina mkosi. Wani ni tena? Nimechukua pikipiki ya mkataba lakini leo hii tu nimegonga. Mimi mwenyewe hapo unaponikuta nimeketi hapa sasa hivi, akili yangu inafikiria mengi. Huyu niliyenunua nyumba kwake, ambayo nyumba hii ambayo ni nyumba yetu kwa sasa. Jamaa amerudi ananambia kwamba ananipa siku chache ili niweze kutoka hapa, mimi pamoja na wewe. Sasa sijui ni mkosi gani uliotuandama. Kwani baba, hii nyumba ulinunua bila kuandikishana? Aliniaminisha maneno matamu mwanangu, wala hata sikuwa na habari ya kwamba sijui nitie mashaka. Kweli na mimi nilipomwangalia kwenye sini ya uso nikaona kwamba kweli huyo mtu ni mkweli, na nikakubaliana na habari zake yeye kwamba wala hakuna tatizo lolote. Lakini leo ndio hivyo tena, kama unavyosikia nakwambia kwamba kabadilika, na anaonya kwa maneno makali kwamba pindi ataporudi basi maneno yatakuwa yameharibika. Mimi baba naona huu ni mkosi tu. Sasa inawezekana haya maswala yanakwenda kulingana na yule mtaalamu alivyokuwa ameniambia, yule mtaalamu mganga yule. Mtaalamu gani baba? Hivi nimesema mtaalamu kweli eti? Hamna, haya maneno naona tu yameingiliana tu. Hebu tu discuss ni namna gani maisha yetu yanaweza yaendelee, au tunaweza tukafukuzwa hapa kweli, au labda enda pengine ilikuwa ni vitisho tu. Unajua hilo limenikalia moyoni hapa. Sijatoka hapa, naomba nimwambie hata jirani hapa na yeye naye anisaidie kusikiliza hili. Make tumekuwa majirani hapa, anaelewa hii ni nyumba yetu, lakini leo hii naambiwa kwamba nije nihame. Niulize ushauri kwake mwanangu. Sijui unasemaje? Sawa baba. Takiwa kweli niulize ushauri. Nawe ngoja nijinyoshe. Wewe mwanamke unanipitiza, unafanya unioni au? Kwa unafanya kama hujaniona unanipita tu eti? Kwa hiyo na ulivyonikataa mimi kesi umepata mwanaume wa maana. Kumbe ndio wewe huyo. Nimeshakwambia hivi, mimi na wewe full stop. Hivi nyewe mpewe ni labda ndio muone mnapendwa. Kwa hiyo ndio mtu wako wewe. Ndio nimenichagua na nampenda sana. Na wewe siku zikimiti wewe tutakutana tu.
Hodi. Hodi. Karibuni. Salamu kaka. Ndio, karibu. Hapa ndio kwa mchungaji Ibrahim. Ndio mimi wala kumekusudia kwa sasa. Karibuni. Asante. Tunapata nini? Okay, samani. Nimeleta kwa na shida ya huduma ya maombi, si ndio? Okay, sawa. Hamna shida, subiri. Kwa ustaarabu basi, huko ni kwa watu. Sio ustaarabu. Nimeshakueleza. Nafikiri kila kitu nakijua. Sasa kinachofuata ni vitendo. Lakini haya ni masuala ya kukaa. Kwa hiyo unatokea mjana eti. Nasemaje? Mtajua wenyewe huko. Tuelewane? Dada samani, kwanza naomba nikuulize. Wewe umeshapokea Yesu? Okay. Kusudi uweze kumsaidia tu, uko tayari kumpokea Yesu Kristo kwa moyo wako? Niko tayari. Okay. Yes, hapa sasa mimi nadhani kama huyu ni chizi, sawa? Ndiyo. Lakini Mungu alishawahi kuwafungua watu zaidi ya chizi. Ndiyo. Tumeelewana. Sasa nikupeleke kwenye kifungu kidogo hapa ili kusudi uamini kwamba Mungu ndio muweza. Tutaenda kusoma katika Yohana Mtakatifu sura ile ya 9 na mstari ule wa 5 ambao unasema hivi: muda nilipo ulimwenguni mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu. Sawa, maana yake aliyetumwa. Basi naye akaponywa. Umeona kama Mungu aliweza kumponya kipofu asiyoona, iwaje kwa huyu chizi ambaye inawezekana ni uchizi kaupata akiwa ukubwani? Kwa hiyo Mungu anaweza kumponya. Sasa tunaenda kwenye maombi. Haya ni maombi ya vita, inastahili kujiandaa. Sawa, tufumbe macho sasa, tuende kumwombea huyu kijana. Pesa nija kujengea wewe ukae mna kijana wako, toka nje. Nilipe hela zangu. Na wewe na sura yako kama muuza kayabo, toka nje. Kazi kuzunguka kwenye majumba ya watu. Kulaza lakini alikuwa maneno. Toka nje bana, toka nje, nimeshasema toka nje. Haya tunaenda sasa, si lakini na wewe dunia. Tokeni nje. Nimesemaje? Utanichanganya. Haya imetosha sasa. Kula na wewe utakula. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, nasema asante sana Mungu kwa kijana huyu. Nasema asante Baba kwa ajili ya binti huyu aliyemwokota huyu kijana barabarani na kumleta mahali hapa ili afunguliwe. Baba, nasema asante Mungu, tia nguvu. Shusha Roho wako Mtakatifu katika mahali hapa. Katika jina la mwanao Yesu Kristo la hai. Katika jina la mwanao Yesu Kristo, ninaenda kuvunja na kung'oa mamlaka zote za shetani. Katika jina la mwanao Yesu Kristo, ninaenda kuvunja na kuvuruga. Katika jina la mwanao Yesu Kristo, ninaenda kung'oa na kuvunja. Katika jina la mwanao Yesu Kristo. Nasema toka katika jina la Yesu. Katika jina la